tunatuagiza Baba Askofu Mlula, badala ya baba zako wako watoto wako, mlee na mtunze mstaafu. Amekuwepo na ndio maana umepata nafasi ya kuwepo. Pili, tuwakumbushe wana Kiteto, jengo hili halijengwa kuwa kanisa, lilijengwa kwa ukumbi. Na kwa kuwa lilijengwa kwa ukumbi, tulipoanza tulilazimika kuanzia hapa. Tumekwenda hivyo tulivyokwenda mpaka sasa, na kwa bahati njema sana mwaka 2008 mkutano mkuu wa CCM wa Kiteto ulifanyika hapa. Inayoonyesha mashirikiano ya karibu kabisa kati ya kanisa na vyama vya siasa. Jambo lile lilikuwa baraka, na sisi tungewaomba sasa muendelee kulifikiri kuwa ni baraka. Jengo hili mara baada ya ibada hii lirudi katika makusudi yake ya kwanza, ili mwanze kazi sasa ya kujenga kanisa kuu la kisasa. Kazi ya ujenzi wa mahali pa kuishi askofu. Makazi yaliyokuwa anaishi sasa yatengenezwe, huyo aliyemaliza yageuzwe kuwa kitega uchumi na kumbukumbu kubwa kwa kazi kubwa aliyofanya mahali hapa. Kwa kanisa la Tanzania, tuwakumbushe tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Michakato ni mingi, lakini mkubwa uliopo sasa ni wa kuhakiki majina na kujiandikisha kwa wale ambao hawakuwa wamefikisha miaka 18 kabla. Baada ya hapo tutaingia kwenye kampeni. Baada ya pale tutakuwa na uchaguzi wenyewe. Nitoe rai kwa kila Mwanglikana na hata sio Mwanglikana, haki ya kuhakikisha jina lako limo katika orodha ya daftari na kupigia kura huwezi kunyang'anywa, ni ya kwako, lakini unaweza ukaipoteza usipoitekeleza vizuri. Usiwe tu waabudu wa kanisani, lakini haki ya kiraia hatuitimizi. Pia nafasi hii kuwasisitiza sana tushiriki katika michakato hii iliyoandaliwa vizuri, kila mmoja apate haki yake, na wakati wa kampeni sote tukashiriki, na wakati wa uchaguzi kila mmoja aende kufanya yale ambayo Mungu amemwelekeza. Lakini tuwe maelekezo kwa wahudumu, mashemasi na makasisi na Mungu wenda kutumika kuwa mbunge ama diwani, sisemi rais, maana hicho cheo cha mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ruksa kwenda, lakini ukitaka kwenda nirudishie leseni. Ukikosa huko, karibu nitakukaribisha. Ukipata endelea, majaliwa na wengine huko wataendelea kukubariki, maana hiyo pia ni kanisa la Bwana. Kila maaskofu msithubutu, maana utakapoachia lazima tuchague mwingine. Ukikosa kule, ukirudi hatuwezi kukurudisha kwa sasa. Mwisho kabisa ni ombi dogo kwa serikali yetu. Acha maaskofu pia ameshasema mengi, na mimi singetaka kurudia. Kazi kubwa mnaifanya. Mheshimiwa Majaliwa, unajua kazi kubwa ambayo mnaifanya. Tunakushukuru pia kwa kurudishwa tena. Naendelea kuchapa kazi, wewe mtu mwema, na wale wote ambao mnaendelea kushirikiana nao tunaendelea kuwaombea. Mambo mawili madogo. Askofu amegusa barabara ya Kongo mpaka hapa. Lakini najua iko barabara ya kutoka Handeni, Kiteto, Kondoa mpaka Katesh. Na kwa kweli serikali yetu imeanza kujenga kwa kiwango cha lami. Tunataka kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana na kuwashukuru sana serikali kwa kazi hiyo kubwa ambayo inafanya. Lakini ombi letu pale dogo ni hili. Kwa kuwa wilaya hizi mbili za Simanjiro na Kiteto ndio wilaya pekee kwenye mkoa wa Manyara ambazo kama zimewekwa pembeni hivi. Na kwa kuwa Kiteto inazalisha sana mahindi na Simanjiro tuna Tanzanite, hebu tuwakumbuke hawa watu, na mkiwakumbuka watakuwa mmenisaidia nami kutoka Tanga kwenda Singida huko Sikatizi, Dodoma, Orlando na Arusha. Mwisho tunakuomba Mheshimiwa, utakaponyanyuka kama utajaliwa kusema hili, basi Mungu akubariki sana. Usisahau tu migogoro ya wafugaji na wakulima. Sisi wote tumezaliwa humo, tumekulia humo. Tunataka kuahidi tutashirikiana na serikali.
maagizo hapa askofu, ni wajibu wako kupita kushirikiana na viongozi wa vijiji, vitongoji, kata kuhakikisha tunaisaidia serikali. Kiwepo chochote ambacho hamwezi tushirikisheni, tutaendelea kusema na viongozi wa ngazi za juu ili tuweze kuyatimiza. Baada ya hapo, mheshimiwa, isichukue muda mwingi sana. Nimekuwepo hapa wiki 3 na mkuu wa wilaya na timu yake wamepokea vizuri na mkuu wa mkoa pia amepokea vizuri. Itakosa sahihi. Karibu kuisaidia tusaidie mheshimiwa, angalau useme neno fupi. Karibu sana. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Askofu Mkuu wetu wa Kanisa la Anglikana Tanzania, Askofu Maimbo, pamoja na waheshimiwa maaskofu wote pamoja na maaskofu wastaafu. Naomba nitambue uwepo wa pekee wa Mheshimiwa mstaafu Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai. Lakini tambue uwepo wa ndugu katibu tawala, kamati ya usalama ya mkoa pamoja na wilaya, waheshimiwa wabunge wakiongozwa na Mheshimiwa mbunge mwenyeji, mbunge wa Kiteto, ameshirikizwa na mbunge wa Simanjiro kaka yetu Waleseneka. Tumetambua uwepo wa waheshimiwa wenye viti wa halmashauri wakiongoza kundi kubwa la waheshimiwa madiwani waliokuwa ndani, na kipekee Mheshimiwa naibu meya wa manispaa ya Dodoma nimeambiwa yuko hapa. Lakini naomba nitambue uwepo wa viongozi wengine wa makanisa ya dini wa madhehebu mengine ambao wamesindikiza shughuli hii kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika mkoa wetu wa Manyara. Tunakukaribisha, tunakushukuru sana, tunakupokea. Lakini kipekee tukushukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa awamu ya 6 ambaye anaongoza serikali yetu hii inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, kwa kuridhia kuanza kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Uwepo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu ndani ya ukumbi huu maana yake ni kwamba Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe ameridhia kuwa mgeni rasmi shughuli hii. Kadiri kutokana na majukumu yaliyomkabili, basi ameelekeza kiongozi mkubwa kabisa mwingine katika nchi hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumwakilisha katika shughuli hii. Ni heshima kubwa sana kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba tufikishie salamu hizi asante kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia tunakushukuru wewe kwa kufika na tunamshukuru Mungu kwa kufikisha salamu. Karibu sana hapa kwetu. Basi kuomba ruhusa, uniruhusu mimi nimwalike Waziri Mkuu ili aweze kuzungumza na hadhira hii. Na naomba kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hao wanaokusikiliza wewe baada ya kuwa wameshalishwa chakula cha kiroho. Sasa mimi naomba nikukaribishe rasmi, lakini baba askofu kama atakuwa na la kumalizia atamalizia. Kwa hiyo moja ya salamu zangu pamoja na kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kipande hiki cha mkoa ambacho nimepewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana baba askofu, nashukuru sana kwa salamu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpongeze sana, tupige makofi kwa askofu. Ndugu waumini na wageni waalikwa, niendelee kutumia nafasi hii kuendelea kuhakikishia viongozi wetu wa dini kwa hapa wote kwamba serikali kwa pamoja na nyie tutaendelea kuwa na vikao vya pamoja, na sisi serikali tunathamini sana namna ambavyo mmejitoa kuiunga mkono serikali hii. Baba sema kwamba dini inatambua umuhimu wa ajenda za serikali, ikiwemo na hii ya kuhamasisha waumini wa Tanzania kujiandaa kwa uchaguzi mkuu. Ndio maana tunasema serikali iko pamoja na nyinyi. Hatutawatupa mkono. Tutafanya kazi kama ndugu na kaka pamoja. Taasisi ambazo zinakwenda kuhudumia hawa wote bila kujali madai yao wenyewe. Jambo hili muhimu kwa askofu mko hapa, fanyeni kazi yenu kwa kujiamini, endeleeni kuchukua ajenda za serikali, na mimi nitawaongezea nyingine hapa mnaondoke nazo, muendelee pia kufanya kadhaa kwa waumini wetu. Haya ndio matamanio ya serikali. Na ajenda zenyewe ni hizi. Ya kwanza, pamoja kwa maadili sasa nchini. Tumeanza kuona dalili za watoto wetu wa Tanzania kuiga tabia za watu wa magharibi ambazo
ambazo si mila wala sio desturi wala sio tamaduni wa Tanzania. Haya lazima tuhakikishe tunashikamana pamoja ili tulinde maadili ya Watanzania. Kwa tuendelee kushughulika na mmomonyoko wa maadili kwa Watanzania. Lazima tuwe na maadili mema ili taifa hili liweze kuwa endelevu. Kama sisi tuko kwenye umri huu, lakini tunashuhudia vijana wetu wadogo wanatenda matendo ambayo yako nje ya mila, desturi na tamaduni wetu, maana tunaacha taifa tunapokwenda halitakuwa taifa la umoja. Kwa viongozi wa dini, naomba tuchukue hii majengo. Mmeanza jenga maadili kwa watoto, endeleeni jenga maadili kwa watoto.